Jambo lipi ambalo unafikiri Mungu akikutendea utamshukuru? Yaani utasema Mungu wewe ndio umefanya. Ni kubwa kiasi gani? Kuna watu jana amelala njaa, leo amekula, vingine amebakiza. So riziki inatoka kwa Mungu. Unawezaje kuomba kwa Mungu kabla hujala? Unashindwaje kuomba tena baada ya kula? Yesu alimwambia yule mwenye mbili, kama ulivyokuwa mwaminifu katika hili dogo, nitakuongezea vingine. Tunashindwa kuongezewa vingine kwa sababu tunafikiri kwamba Mungu atutendee makubwa zaidi ndipo tushukuru. Hiyo concept ifute kichwani kwako, ifute moyoni mwako. Anza kumshukuru Mungu kwa kidogo unachokipata. Aliye na mwana na ushuhuda. Principle mojawapo ya rohoni ni hii. Ili uende utukufu mwingine, unatakiwa huu utukufu uishe. Mungu hafanyi vitu nusu-nusu. So ili uende hatua nyingine, ili uende viwango vingine, unatakiwa hapo umalizane napo. Kwa hiyo omba sana Mungu akusaidie kwenye hatua hii. Kuna watu wengine hawana. Yaani leo umelipa nauli kwenye daladala, kuna mtu mwingine hana. Unashindwaje kumshukuru Mungu kwa hiyo nauli aliyopewa? So ninakusisitiza sana, Mungu anahitaji umpe wewe shukrani. Mungu anahitaji ulicognize kwamba ni yeye amefanya. Kuna kipindi nilikuwa naumwa tumbo. It's like waliniambia kama una vidonda vya tumbo. Nilipokaa kama siku 2-3 nimeomba nyumbani, tumbo langu likapona. Nikamwambia mke wangu kwamba Mungu ameniponya tumbo. Siku 2-3 tumbo likarudi. Nilipata wakati mgumu sana wa kusema nimwambie mke wangu kwamba tumbo halijapona au nifanyaje. Nilichoenda nikamwambia Mungu, mimi nilimwambia mke wangu tumbo limefanyaje? Limepona. Sasa hizi nitamwambiaje kwamba tumbo halijapona? Exactly what happens, tumbo likapona mazima. Niliona aibu kwenda kumwambia tena, nilimwambia mke wangu Mungu ameniponya. Niliona aibu tena kwenda kumwambia mke wangu kwamba tumbo lile nilokuambia Mungu ameniponya halijapona. Lakini nilienda kupambana na Mungu mwenyewe kwamba Mungu, nimemwambia mke wangu tumbo langu limefanyaje? Limepona. Mungu akaliponya. Nikutakie siku njema. Kama ni mara yako ya kwanza, basi ninakukaribisha kwenye ukurasa huu. Endelea kusupport channel kwa kusubscribe ili neno pia liendelee kuenea na wajulishe na wengine wapate kujifunza neno la Mungu. Mungu atusaidie na Mungu akusaidie wewe. Tuendelee kuimarishana imani ya kwako na ya kwangu, tuweze kuifikia taji ambayo Mungu anatutaka zaidi.
Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu uliye juu, ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuinua peke yako. Hatuna Mungu mwingine, hatuna Bwana mwingine ambaye tunaweza tukamsifu, ambaye tunaweza tukamwabudu zaidi yako. Asante kwa sababu neema na fadhili zako ni za milele. Mungu, ukapate kutamalaki na ukapate kuonekana mahali hapa. Neno lako likapate kuponya kwa kila mtu sawasawa na mahitaji yake. Ukaguse roho zao, ukaguse nafsi zao, ukatengeneze pale popote ambapo hapajakaa sawa na mahitaji ya kila moja. Neno lako linatosha kutushibisha sisi tulio zaidi ya 2000, sisi tulio zaidi ya 1. Yesu Kristo, neno lako kama mikate, chakula chako kilivyohudumia watu na mawasazo yakabaki, ndivyo neno lako likahudumie kila mmoja sawa na njia yake, sawa na haja ya kukujua wewe. Yesu, tunakuamini kwa sababu wewe ni Mungu mkuu na Mungu mweza. Ukainuliwe mahala hapa na ukatukuzwe. Roho Mtakatifu, unatujua, ingia kazini, tutumie sawa na mapenzi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutazungumza kuhusiana na neno ambalo linaendelea au litakuwa ni mwendelezo, linalozungumza kuhusiana na wito wa Mungu. Wito wa Mungu. Kuna mambo ambayo nataka ujue kwanza kabla hatujaanza. Kuna vitu ambavyo havina mbadala kwenye maisha ya Kikristo au kwenye maisha yako wewe na Mungu. Moja ya vitu ambavyo havina mbadala, haviwezi kufanywa na mtu mwingine badala yako. Kitu cha kwanza ambacho hakiwezi kufanywa na mtu mwingine ni wajibu ambao Mungu amekuita wewe, au wito ambao Mungu amekuita wewe ufanye. Yani ukisoma habari za Yona, it was Yona ndo anatakiwa afanye, ndo anatakiwa akahubiri, ndo anatakiwa akatangaza Injili. Hakuna mtu mwingine ambaye angeweza kufanya kama Yona. So ule wito ulikuwa unamhitaji Yona, si mtu mwingine. Kwa hiyo kama jambo lile lilimhitaji Yona, maana yake kuna mazingira ambayo jambo hilo likikutaka wewe ndio utakaye jibu hesabu ya lile jambo, kwamba limefika wapi, limeishia wapi. Ndio kitu ambacho unatakiwa ujue. Kitu cha pili ni ibada. Ibada yako na Mungu, hakuna mtu anaweza akakufanyia ibada, ni wewe na Mungu wako. So ibada ni jambo ambalo unatakiwa ujue kwamba ibada inakuhusu wewe moja kwa moja. Jambo la pili ni sadaka. Jambo la tatu ni sadaka. Sadaka inakuhusu wewe. Mungu akikwambia hii sadaka unatakiwa uitoe wewe, inatakiwa utafute uone namna gani utaweza kuitoa. Ibrahim, sadaka ilimhusu yeye kwamba ametoe mwanae. No option. Hakuna mtu anaweza akakutolea sadaka badala yako. So hayo ndo mambo matatu ambayo nimeendelea kufunuliwa na Roho Mtakatifu, kwamba hayo ni mambo ambayo hayana mbadala, yanakuhusu wewe. Kama Mungu amekuita, ni wewe na yeye, hesabu utaitoa wewe. Kama Mungu anataka ufanye jambo, au kama Mungu anataka utoe sadaka, habari ya kuabudu inakuhusu wewe. So hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa ujue. So tunaendelea kuzungumza about wito wa Mungu, au wito ambao Mungu amekuita. Nafasi ambao Mungu amekuita ni wewe na Mungu. Na leo tutaanza kuangalia habari. Mfano wa kwanza tutaangalia habari ambayo iko kwa nani? Iko kwenye Luka 1. Tutaanza mstari wa 27. Naomba nianzie 26. Mwezi wa 6, malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa amepozwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariam, kwa maana umepata neema
kwa Mungu, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake, yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi ambayo yako hapo. Moja la jambo jingine ambalo liko hapo, Mungu anapotaka kukuita kwenye jambo lolote, jambo la kwanza unalotakiwa kujua, Mungu anajua situation ulionayo, anajua mazingira ulionayo, anajua exactly uko wapi na unafanya nini na uko kwenye hali ipi. Ukiangalia situation jinsi ilivyo, Mariamu alikuwa yuko kwenye kuposwa. Mungu anajua vizuri kwamba Mariamu amepata mchumba, Mariamu amepata mtu atakayemoa, na Mariamu anampenda Yusufu exactly kabisa. So katika situation hiyo Mungu anajua, na anajua exactly kwamba Mariamu ni bikira, lakini anamtwisha jambo jingine ambalo liko kinyume na mawazo ya nani? Ya Mariamu. So Mariamu anafurahia kwamba ninaingia kwenye ndoa, ninaingia kumpata mume ninayemtarajia, my dream. Yani unaelewa, mtu anasema nimepata mtu nitakayemuoa, nimepata mtu wa kuolewa naye. Anakutana na jambo jingine ambalo ni tofauti kabisa na alichokiwaza. Usitake kujivika kwamba Mariamu alikuwa hampendi Yusufu. No. Mariamu alikuwa anampenda, na anajua kabisa kwa sheria za Kiyahudi kuzalia nyumbani ilikuwa ni kosa kubwa ambalo lilitakiwa upigwe mawe na unaleta aibu ndani ya nyumba. Lakini pamoja na hayo yote, Mariamu akakubali wito ambao Mungu amempa. So situation unaotaka kujua kwamba Mariamu, Mungu alijua situation anayopitia Mariamu. Pamoja na hilo, alikuja na la kwake ambalo Mungu kwa Mariamu, akiangalia mazingira. Jambo jingine, ukiangalia mazingira unayo exactly anakataa. Yani ukiangalia kushoto, ukiangalia kulia, mazingira yanakoma kwamba hili jambo haliwezekani, hili jambo siwezi kulibeba, hili jambo siwezi kulifanya, kwa sababu ni zito, kwa sababu ni gumu. Lakini Mariamu akasema no, litawezekanaje jambo hili? Litawezekana vipi hili jambo? Kwa maana simjui mume, na mimi ni bikira. Sijui unapata kitu hapo. Amekaa katika mazingira ya kufikiri atapata mume, amejitunza, amekaa katika mazingira. Si kama unaangalia namna ambavyo ipo. Huyu ameolea, anataka kuolewa. Kuna watu wametoa mali, ameshakula kishika uchumba cha mtu, lakini anakubali kubeba jukumu jingine.
Sijui unaelewa Mariamu alikuwa kwenye nafasi ipi? Yaani familia imgeuke, ukoo mgeuke, jamii nzima hiyo iseme no, umefanya kitu kibaya, umefanya kitu ambacho hakipo kwenye familia yangu, ambacho hakijawahi kutokea, umeaibisha ukoo, umeaibisha familia. Lakini akakubali kubeba, akakubali kulichukua hilo jambo. Ninataka ufikiri uzito wa hilo jambo, situation ambayo Mariamu alikuwa nayo. It is not simple, yani it was not an easy thing in that way, kwamba ilikuwa ni rahisi kiasi hicho kwamba afike mahala aseme ninalipokea hili jukumu, Roho Mtakatifu umeniletea. Na Biblia inavyozungumza, it was kama ni mazungumzo ya muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu alichomwambia Roho Mtakatifu, alichomwambia yule malaika, litawezekanaje jambo hili? Mariamu hakusema nina mume, hakusema nina mtu ambaye amekuja nyumbani. Na Mariamu hakupata nafasi ya kwenda kuulizana na mume wake. It was Mariamu na malaika, Mariamu na Mungu, Mariamu na Mungu. Mariamu alipopata ile sauti, kuna kitu kiliamka ndani yake kwamba hii sauti si ya kawaida. Siongei na mtu wa kawaida, naongea na mtu tofauti, naongea na mtu mwingine, naongea na kitu kingine. I'm speaking with something. Ule uwezo ambao alikuja nao Roho Mtakatifu ndio ulifanya kazi ya kumbadilisha Mariamu, fikra za Mariamu. So Mungu akisema na wewe, ukithibitisha kwamba ni yeye, Mungu kuna namna anatengeneza mazingira ya kulifanya jambo lisilowezekana liwezekane. Malaika anamwambia hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ndio jibu alilomwambia malaika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui Mungu amekuita ukiwa katika hali gani. Sijui Mungu amekuita ukiwa katika mazingira gani. Ukiwa katika familia ipi, ukiwa katika hali ipi ya kiuchumi, ukiwa katika kazi ipi. Mwingine ameitwa, wanatakiwa kuingia kwenye interview, lakini Mungu anakuambia rudi nyuma, hii sio kazi nilokupa. Wengine wameitwa, wanatakiwa kwenda shule, no, hii sio elimu nilotakiwa usome. Wameshalipa ada, wameshalipa kila kitu, lakini Mungu anakuambia no, this is not joke. Taambia baba amelipa ada, taambia mama amelipa ada. Gharama ya mali ya Yusufu Mariamu hakuiona. Gharama ya aibu Mariamu hakuiona. Gharama ya kudharauliwa na kuchekwa na kusemwa vibaya Mariamu hakuiona. Alichokiona ni thamani ya mtu aliyemwambia. Alichokiona ni uzito wa mtu aliyemwambia kwamba fanya hivi. Hicho ndo alichokiona, kwamba okay, aliyeniambia ni mkuu kuliko Yusufu. Aliyeniambia ana uwezo wa kuongea na Yusufu. Aliyeniambia ana uwezo wa kwenda tena kwa Yusufu akamwambia kitu kingine. Aliyeniambia ana uwezo wa kutuunganisha tena na Yusufu. Kama ni mpango wa Mungu mimi niolewe na Yusufu, na kama ni mpango wa Mungu huyu Yesu azaliwe kwenye familia yangu na Yusufu. Mazingira yote yanagoma. Ukiangalia umri unagoma, ukiangalia miaka ulionayo unagoma, ukiangalia unapoishi kipato ulichonacho kinagoma, ukiangalia familia uliotokea
inagoma, yani inasema kabisa hajawahi kutokea milionea, hajawahi kutokea bilionea, hajawahi kutokea msomi, hajawahi kutokea mwenye watoto kwenye hiyo familia. Yani inagoma kabisa, mazingira yanagoma, yanasema no, hakuna mtu kama huyo. Hatuna mtu ambaye ana historia ya kubeba mapacha au ya kupona ugonjwa. Ukiangalia watu wote wana kisukari, wote wana magonjwa ya pressure, wote wana gonjwa fulani ambalo limezunguka kwenye familia yote. Mazingira yote yanasema na mimi nitaugua, yani mazingira yanasema na wewe utaugua. Wanaweza sio, lakini yuko Mungu ambaye anasema anabadilisha hiyo situation, anabadilisha hayo mazingira. Usiseme kwamba Mungu, kwenye ukoo wangu mimi hakuna mwenye hela, hakuna tajiri, hakuna mwenye uweza, hakuna mwenye maarifa kama haya, hakuna mwenye uwezo wa kupata hiki. Mungu anasema no, hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Hakuna ambacho Mungu kwake hakiwezi. Kwa Mungu yote yanawezekana. So unachotakiwa ni just to believe that God anaweza, that God can do this. Hii iko kwenye uwezo wa Mungu. Kazi yangu ni kuamini, kazi yangu ni kubelieve kwamba Mungu atafanya, Mungu atatenda. Ndio kitu ambacho unatakiwa kufanya. So Mariamu anaangalia hayo mazingira kwamba sijawahi kuona bikira akipata mtoto, sijawahi kuona bikira akapata mtoto, na anataka kuzungumza kwamba hatujaplani mimi na mume wangu tupate mtoto. So mazingira yanagoma, but kwa Mungu yote yanawezekana. Mazingira yanaonyesha kwamba you cannot get that job, yani professional nayo inasema kabisa huwezi kupata hiyo kazi, lakini yuko Mungu ambaye atatengeneza nafasi, cheo ambacho Yusufu alipewa, ambacho hakikuwepo kwenye katiba. Muamini Mungu kwenye kila hatua, ukiwa una uhakika kwamba ni Mungu amesema. Ukiwa una uhakika kwamba ni Mungu amesema, usiangalie mazingira. Mfano mwingine, ngoja nikwambie mtu mmoja. Kuna watu walikuwa wanavua samaki. Wamevua samaki, mazingira yote yanaonyesha kwamba samaki, the best time ya kwenda kuvua samaki ni usiku. Wavuvi watakwambia, wanaokaa katika hali ya kuvua watakwambia ukienda mchana na ukienda usiku wapi utavua samaki vizuri. So mazingira yote yanaonyesha kwamba usiku unavua samaki vizuri kuliko ukienda mchana. Walienda wanafunzi wa Yesu usiku wakakesha, asubuhi jio wakakesha usiku kucha. Biblia inasema usiku kucha. Wanaweza sifiwe. Our God is an awesome. Mungu ni mtamu, yani Mungu ni mtamu mno. Mazingira yote yanagoma. Mazingira yanaonyesha kwamba ninaweza kupata kazi. Mazingira yanakuonyesha kwamba ninaweza kupata samaki. Mazingira yanaonyesha kwamba ni jambo pana. So conditions, mazingira, elimu ulionayo, uwezo ulionao, akili ulionayo, kuna muda nakwambia hili jambo linawezekana au hili jambo haliwezekani. Wale wamekesha usiku kucha, lakini alikuja mwamba mwenye samaki zake, akawaambia wekeni nyavu chini. Wakampa visababu fulani. Bwana mkubwa, tumekesha usiku kucha. Maana yake nataka kumwambia kwamba kama sisi tumekesha, huna tuambia nini? Lakini mmoja akang'amua pale akasema, lakini kwa neno lako. That's good. Pale point ndio ilikuwepo. Akagundua kwamba ninaongea na mtu tofauti na mazingira ninayoyajua. Ninaongea na mtu ambaye anaweza akabadilisha majira ninayoyafikiria, masaa ninayoyafikiria, nyakati ninayoifikiria. Anaweza akachange that situations. So ndo kitu ambacho kilitokea. So Mungu akabadilisha yale mazingira, akabadilisha yale masaa, akabadilisha zile nyakati. Walipoweka nyavu pap,
ikabidi waite watu mbele. Hello, samaki zimejaa. When God calls you, Mungu anapokuita, usijiulize mara mbili. Mariamu hakwenda kumuuliza kwamba ngoja nikamuulize Yusufu kwamba nimepata dili na Roho Mtakatifu, nimepata nafasi na Roho Mtakatifu kwamba nifunikwe uweza nipate mtoto. Mariamu akasema linawezekanaje hili jambo? Then akapokea jukumu, kalibeba. Mungu ndiye aliyeshughulika na mazingira ya kumwambia Yusufu. Mungu aliyeachilia ujumbe ndiye aliyeshughulika na Yusufu. Wengine wanasema naogopa kuokoka, baba atanisemaje? Mama atasemaje? Ukai, sijajua unamaanisha. Si naogopa kuokoka, baba atasemaje? Nyumbani mimi hiki kitu hakijawahi kutokea. Nyumbani hakuna waliookoka. Mungu anazungumza na wewe, hahitaji mtu mwingine. Angeweza kuzungumza akatangaza hadharani. Mungu anazungumza na wewe, anazungumza na moyo wako. So Mungu anapopata nafasi, hebu fikiri Mungu katoka mbinguni, kaacha wote, kaja kuzungumza na wewe. Kuna watu Mungu anazungumza na wao leo, na inawezekana ashe kuzungumza na wewe mara 2, mara 3, mara 4. It is the time now kubadilika na kuona Mungu akizungumza na akitenda na wewe jambo ambalo litakwenda kukushangaza, litakwenda kukupa heshima kuliko jambo ambalo unafikiria. So heshima aloipata Mariamu ya kumbeba Yesu Kristo ni heshima kubwa kuliko alivyofikiri kudharauliwa, kuliko alivyofikiri angepata heshima ya kukataa na kuendelea kubaki na Yusufu. Heshima aloipata. Biblia inasema Mungu amekupa neema, na wokovu tumepewa kwa neema. Hiyo ni neema ambayo Mungu ameileta kwako. So kama neema ameileta Mungu, yeye mkuu aliyekuumba. Ngoja nikwambie kitu kingine. Heshima ya kwako iko ndani ya Mungu. Inawezekana mimi ninakuona wewe ni mfupi. Inawezekana mimi ninakuona wewe ni mweusi, au wewe ninakuona ni mweupe. Wewe ninakuona huna elimu. Wewe ninakuona huna kitu, maskini. Heshima yako iko kwa aliyekuumba. Heshima ya wewe iko kwa aliyekuumba. Ukimbeba Mungu, hatutokuwa tunaona udhaifu nao. Tutaona una jambo tofauti ambalo wengine hawana. Tutaona una kitu chema ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Kwa sababu Mungu alipokuwa anaumba vitu vyote ni vyema. Lakini anasema, imekuaje mzabibu mwema? Umegeukaje wewe niliyekupanda? Umegeukaje kuwa kitu si chema, kuwa tunda la mbwa, tunda la mwituni, kuwa kitu tofauti. Mungu akikuita, yeye ndiye anayetengeneza mazingira ya huo wito nao. Anamwambia usiogope. Anampa na ushuhuda unaohusiana na nani? Na habari ya Elizabeth, kwamba yuko mtu ambaye katika uzee wa kwake amepata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini unapata kitu kwamba mazingira, kama nilivyokuambia, ukiangalia ile interview ambayo unatakiwa kwenda, moyo unasita. Kuna watu wamepeleka CV zao, kuna watu wamepeleka vyeti vyao,
Kuna watu wameambatanisha marefari ambao wewe huna. Yaani unaangalia marefari ambao watu wameweka, wewe huna. Shule walizosoma wewe hizo shule hujawahi kuzisikia. Majina ya shule tu ni CV tosha. Lakini Mungu anakuambia nenda ka apply. Una sita. Nenda. Yeye ndiye atakayetengeneza mazingira, atazungumza na hao wanaofanya interview, wanaokufanyisha interview. Mungu ndiye aliyeshughulika na Yusufu. Yaani kama unataka kuangalia kitu Mungu, yaani nimesoma Biblia, sijaona kwamba Mariamu alienda kumwambia Yusufu kwamba hii hali iko hivi. Ila jambo hilo Yusufu alikutana na Roho Mtakatifu mwenyewe tena katika ndoto. Wakazungumza na akampa taarifa kwamba usiogope kumwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani upate picha ya kitu ambacho ninakipata. Muda wa kwako ukifika wa kujiliwa na Roho Mtakatifu, hautojiuliza hata kama pombe unaona ni tamu kiasi gani, hata kama umezama kwenye uzinzi kiasi gani, kuna mtu unampenda kiasi gani. Mungu akifika akazungumza na wewe, usijiulize mara mbili. Wito wa Mungu hauna majuto. Wito wa Mungu hauna majuto. Ni wakati wa wewe kufikiri na kuamua. Utamtumikia Mungu au utamtumikia shetani? Hakuna mtu katikati hapo. Mimi wanakataa kwamba hakuna mtu yuko katikati ya Mungu na shetani. Kuna hawa Mungu na shetani. Hakuna intermediate. It's either shetani au Mungu. Mungu au shetani. Hapa katikati hakuna mtu mwingine. Yesu akujilie siku ya leo, akupe nguvu, akupe uweza wa kusimama tena. Roho Mtakatifu akujilie, alejeshe majira, alejeshe nguvu, alejeshe kila ambacho alikikusudia. Tunataka mambo yote yawe kama mbinguni hapa duniani. Ufalme wake uingie ndani ya moyo wako, nguvu yake iingie kwako, akupe neema ya kusimama na kuinuka na kufanya kila ambacho Mungu anataka. Ninakuombea waoneumwa upate kuponywa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unawaza situation unaoipitia, unaona mazingira hayawezekani, muamini Mungu anakwenda kutenda jambo ambalo hujawahi kuliona. Anakwenda kufanya jambo ambalo hujawahi kulisikia. Yeye ni Mungu wa yote yasiyowezekana. Simama, inuka, fanya tena. Maana Bwana yuko kwa ajili yako. Anakuambia usiogope. 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 Na mimi narudia tena. Usiogope. 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 Yuko Mungu wa yasiyowezekana. Mkabidhi Mungu maisha yako. Mkabidhi Mungu njia zako. Utaona namna ambavyo wema na fadhili zake zitakuzunguka asubuhi, zitakuzunguka mchana, zitakuzunguka jioni, zitakuzunguka kila saa. Yesu Kristo na akujilie tena katika jina la Yesu Kristo. Amen.